Na hatukatai kwenda kutoa mahali, sikatazi kwenda kutoa mahali, lakini kuna baadhi ya mambo nitakwambia mwanangu, haya achana nayo, fanya kwenye hili tu. Kwa nini? Kwa sababu mahali kwenye Biblia ipo, lakini mahali iliyopo kwenye Biblia tukitaka leo tuifuate, hakuna atakayetimiza. Hata huyo aliyepewa mahali ya ajabu alikuwa ni mwanamke anaitwa Rebeka. Ndio mwanzo tunaiona mahali hapo kwa mwanamke anaitwa nani? Rebeka, ambaye alikuwa ni mke wa nani? Wa Isaka. Baba yake Ibrahimu alimfungashia yule mfanyakazi wake mang'ombe, matunda, makondoo, madhahabu, akamfungasha. Alikuwa nayo rundo. Akasema, nenda mpaka kwenye mji wa ndugu zake na mke wangu. Ukifika huko, mchukulie mtoto wangu mke kutoka kwenye ukoo wake, ukoo wa mke wangu. Chukua huko mtoto. Akaenda nayo makondoo, mambuzi na manini, akaenda nayo yote. Alipofika kwenye kisima, akasema, mwanamke atakayekuja kuwanywesha maji hawa kondoo, hawa ng'ombe, hawa punda, alikuwa na minyama ya kutosha, na ngamia mmoja, wanasema wataalamu, anakunywa maji pipa hizi. Ngamia huyu pipa hizi mpaka ni. Sasa alikuwa nayo, hata tuseme tu alikuwa nayo 10 mangamia hayo. Maana hayo ndio yanayoweza kusafiri na mtu kwa muda mrefu bila kunywa maji na wala kula chakula. Rebeka akajitokeza. Alipojitokeza akasema, nataka maji. Rebeka akashuka haraka, akachota maji, akamletea kando. Alipokunywa yale maji, wakati anakunywa maji, Rebeka akatazama, akagundua wale ngamia na ng'ombe wale nao hawajanywa maji. Akasema, sitakupa wewe tu, ninawachotea na hawa. Kwa hiyo akaanza kazi ya kushuka kisimani, anawapa wale kondoo, anawapa wale ngamia, anawapa. Halafu baadaye wanakwenda kwenye ule mji. Wakati anakwenda kwenye mji, wanasema, ni vipi? Kuna mtu hapa amekuja. Wanasema, nimetumwa na bwana wangu nije nimchukulie mtoto wake mke. Mimi ni mtumishi wa Ibrahim. Nimekuja huku nimchukulie mtoto wake anaitwa Isaka mke. Sema Isaka, tumuite Rebeka tumuulize. Wakamuita Rebeka, vipi? Akasema, ndio nitakwenda. Wakasema, kwa hiyo? Akasema, nina mambo mengi, nimekuja na haya makondoo, naomba niatoe zawadi. Hawakuomba kwamba tupe kadhaa. Nimekuja na haya makondoo, naomba niatoe nini? Hayakuwa mambo ya mapatano ya milioni 3, milioni 4. Yeye mwenyewe kwa zawadi akayatoa yale, akaweka na madhahabu aliyokuwa nayo yote akayarundika pale. Wazazi wakasema, hizi tutamsindikiza nazo. Walipomaliza kuzitoa hayo aliyokuja nayo, wakamwambia, nenda nayo na mke nenda naye. Wakamsindikiza. Leo ndio watu wanasimamia hapa. Kwani yule walipatana? Yule si alitoa mwenyewe? Na ilikuwa ni ishara ya kwamba kule ninakoenda kama nakubaliwa. Leo mahali tunapatana. Mnaanza kikao kama saa hizi, mtamaliza saa 2 usiku, mnavutana tu. Milioni 5. Jamani, na 500,000. Hiyo ni biashara gani? Biashara gani? Inaharibu mfumo wa ndoa. Inaharibu mfumo wa ndoa. Wamama wengi wanateseka kwa sababu wazazi walitoa ng'ombe 10. Nasema ng'ombe zetu, na usipozaa tu ninakufukuza. Maana hayakwenda kwenye mfumo wa ndoa, yalikwenda kwenye mfumo wa biashara. Sipozaa tayari wenzako wanaingia nongwa. Lakini mfumo wa ndoa tunauona kwa kina Ibrahim. Hata kama Sara alikuwa hazai, waliendelea kutembea pamoja, waliendelea kuishi pamoja, waliendelea kupendana pamoja. Hatuoani ili tuzae, tunaoana kwa sababu Mungu amesema tuoane. Mko hapa? Mnanielewa sasa? Hauoi mwanamke wa kwenda kukuzalia. Unaoa kwa sababu Mungu amesema mke na mume. Si ndivyo? Waishi pamoja, wawe mwili mmoja. Swala la kuzaa ni urithi wa Bwana. Ndio maana Bwana anasema hao wanaozaliwa ndio watakao kuja kuendeleza hayo mambo ya kimungu yaliyoko ndani yako, ndio watakao kuja kuendeleza. Kama wewe hauna mambo ya kimungu, utaendeleza mambo ya baba zako na babu zako, mambo ya kimungu yako. Kwa hiyo Mungu hatarisishwa. Mtu anaelewa? Hivi ninaeleweka? Amen. Ninaeleweka? Amen. Haleluya. So kwa nini watoto wetu, kwa nini vijana wengi hawataki kuokoka? Angalia wametoka wapi. Usiseme tu vijana waokoke.
Angalia mfumo uliowasababisha wao wamerithi kutoka. Kuna bwana kwenye hiyo ndoa, kuna bwana kwenye vile vyanzo vyao. Ukikuta hakuna bwana, kuna mizimu, maana yake ndicho wanachokuja kurithi na wao. Huku tunapokuja kujaribu kuwaingizia Yesu, tunawaingizia kitu kipya, lakini kile walichorithi kule ni yale mambo ambayo yako kule. Kwa hiyo ndio maana Biblia inatuambia huu ni mlango, na lazima tujue kwamba mlango uliovuruga na unaoendelea kuvuruga leo ni ule mlango wa ndoa. Ombe kwamba wiki hii nipo na ninataka kuambia tutaendelea na hii. Hatujaanza kuingia thamani ya kujua wana. Kwa nini Yesu anasema, kwa nini pale Mwanzo 3 anasema uzao wa mwanamke ndio utakao kuponda kichwa? Uzao wa mwanamke. Na unajaribu, tutachambua hapo, tutamuona uzao wa mwanamke. Kulikuwa kuna Kaini na Habili, walizaliwa shetani na akazaliwa mwana wa Mungu ndani ya tumbo hili. Kwa nini? Mwanamke alijichanganya na mume wake, wakaruhusu shetani aingie katikati ya ndoa yao, wakaanza kuzaa nyekundu na nyeupe. Ndio maana watoto wale wakauana mila. Na ndio maana tutakuta hata kwenye ndoa zetu leo wanagawanyika hivi. Wawili wanampenda Mungu, wawili wanasema kwa kweli mzee umetubana. Wakipata kampenyo kakwenda Marekani ni walevi. Kwenye tumbo lako isizaliwe rangi mbili. Haleluya. Maombi haya ni kuikataa rangi mbili kwenye matumbo yetu na watoto wetu. Wasizae nyekundu na nyeupe, wasizae nyeusi na nyekundu. Tunataka wamjue Mungu, kwa sababu kinachosukuma niombe upate mtoto, nione ndoa kwanza, si ndicho? Sasa binti yangu huyu aanze kung'ang'ana, mchungaji niombe nipate mtoto. Ananiambia nini? Hajawahi kunitambulisha mchumba wake. Hata kama amenitambulisha mchumba, anaanza kuniambia niombe mtoto. Nani amemwambia hana mtoto huyu? Sasa unakuta mtu anaenda kwa nabii, nimepata mtoto. Mume wako yuko wapi? Hakuna mtu. Nilikuwa sina mtoto. Mume wako, mnazaa laana na matatizo ndani ya kanisa yataishi. Sababu kitu ambacho tunapaswa kushughulikia kwanza ni ndoa ziwepo. Ndoa ziwepo. Huyu dada aolewe, sasa amechelewa na miaka 3, nina sababu ya kufunga na kuomba. Wewe unakuja tu, mchungaji niombe nipate mtoto. Hata mume sijui kama unaye. Wewe unataka mtoto, anatokea wapi? Wewe ni Bikira Maria wewe? Hakuna tena Roho Mtakatifu afanye mambo hayo leo. Kwa hiyo ni lazima tuanze kuona kwanza chanzo cha watoto ni nini. Ila nakufundisha wewe uliyeko hapa, ukiwa na nafasi kama yangu, yasimamie haya nayo yasema. Ifanye ndoa ya watoto wako na watu wako iwe takatifu. Na ninyi ambao mko hapa, msije mkakubali tunatoa na ya kidevu. Kidevu cha nani? Halafu tafuta fungu jingine zuri unalileta madhabahuni la kuunganisha hiyo ndoa na Mungu. Tunamalizaga masadaka yote kule kwenye mizimu yote kule, halafu madhabahuni unakuja ana melemeta ana meleme ana melemeta we ana hii ndio umemletea Mungu. Lakini kwa kule mbona ukuimba hizo? Ulienda na mamo halafu mambo yakiwa magumu, ndipo hapa sasa Baba katika jina la Yesu wenzako wamekufunga kwa sadaka. Hakuna agano linaloweza likawa imara nje na sadaka. Amen. Kila agano lazima liwe na sadaka. Unataka ukijua ya kwamba ndoa ni agano, jitengenezee sadaka. Tutafundisha wiki nzima, na Jumapili njoo na sadaka kwa ajili ya huo mlango. Haleluya. Njoo na sadaka kwa ajili ya ndoa yako. Inawezekana wewe umefunga, umeishi kwenye ndoa katika namna. Leo unavyoendelea kuyafahamu haya, manake andaa sadaka ya kuja kutengua hizo madhabahu. Aidha wewe mwenyewe umeunganishwa nazo pasipo kujua. Usiruhusu iwe hivyo kwa uzao wako tena. Haya ambayo tunayafundisha ni mambo mageni. Hakuna jamii inayapokea kwa wepesi. Hakuna ukoo unapokea kwa wepesi. Hakuna taifa linapokea kwa wepesi. Hakuna kabila linayapokea mambo haya kwa wepesi. Na
tuombe Mungu afanye kitu kipya kwako. Uanze kuona mlango mpya, uanze kuona ushirika mpya, uanze kuona mfumo mpya. Kuna maroho ambayo yameunganishwa na wewe pasipo kujua, lakini leo Bwana anapoleta neno lake anasema hata lileta bure, anataka alilete neno likapate kuponya watu wake. Haleluya.